Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa neno hii ya leo. Tupatie neema, tupatie kibali na nguvu zako Bwana, zitembelee kila mmoja na atakaye sikia neno hili. Bariki maisha yake katika jina la Yesu, amen. Kama ulivyoona, teste ni kitabu cha kwanza cha Petro sura 4 mstari wa 7, Warumi sura 13 mstari wake wa 11, Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 24 mstari wa 44. Ama somo kubwa inasema mwisho ya mambo yote ni karibu. Andika amena kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nifanye kitu cha kiupekee hapa, na Mungu abariki walio wake. Nipatie basi masikio yako niongee kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya roho yangu. Nipatie masikio yako niongee kitu ambacho roho wa Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Makusudi ni kwamba tupate kuijenga kanisa. Tuna ujumbe mkubwa sana Mungu ametupatia ambao unasema mwisho ya mambo yote ni karibu. Nikizungumza kuhusu mwisho, manake ninaongea kuhusu fini de la recreation, ama kumalizika kwa kila kitu. Bakisema mwisho, manake hakuna kitaendelea. Bakisema mwisho, manake hakuna tena kitakuwa nyuma ya mwisho. Maana bakisema finage, manake binaisha. Na kama mwisho inaweza kuwa, manake hakuna corrige. Maana ukikorije, manake mwisho haiyafika, itaendelea tena. Me kama mwisho haiyafika, banasemaka tutaendelea kesho ama tutaendelea siku nyingine, inaendelea. Lakini wakisema mwisho, manake ndio mwisho ya kila kitu. Na nikizungumza kuhusu mwisho ya mambo yote ni karibu, manake nataka kuongelea vitu vitatu vya msingi. Nipatie amena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoelezea mwisho wa mambo yote ni karibu, manake kuko vipengele vitatu inabidi uelewe. Kipengele cha kwanza ni mwisho, mambo ni karibu. Tuko sawa? Ninasema mwisho ni finissage ya kila kitu. Yaani kila kitu ambacho kiko nafanyika kinaisha. Kuna mwisho ya vitu vingi. Kuna mwisho ya kilio, kuna mwisho ya kuteseka, kuna mwisho ya kubaki bila pesa, kuna mwisho ya magonjwa, kuna mwisho ya ukosefu, kuna mwisho ya mambo mbalimbali, kuna mwisho hata ya vitu ambavyo uko navyo. Lakini mwisho ninayozungumzia hapa, ninaongelea kuhusu mwisho ya dunia, mwisho ya mwanadamu, mwisho ya mambo yote ambayo unayoona ndani ya dunia hii. Kwa sababu kuna andiko inayosema ya kwamba kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia wakati Mungu alipoumba ulimwengu, kwenye kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na dunia ilikuwa ukiwa, na roho ya Mungu ilikuwa inakaa juu ya uso wa maji, juu ya vilindi vya maji. Nisikie vizuri. Tukiruka mkitabu cha Mwanzo sura 2 mstari wake wa 12, Biblia inasema Mungu akasema tumufanye mtu kwa mfano wetu, na tawale kila kitu kilichomo ndani ya ulimwengu.
Kwa hiyo tunaona mwanzo ya vitu na uumbaji wa kila kitu kiko ndani ya dunia, alafu tena tunaona mwanzo ya uumbaji ya mwanadamu. Sasa hapa juu tupate mwisho inabidi tupate mwanzo. Asa na mwanzo njo uumbaji wa mwanadamu, mwanzo njo uumbaji wa vitu vyote ambavyo viko ndani ya dunia. Sasa mwisho inakuya wapi? Mwisho ya kwanza ilikuya kwa mwanadamu. Wakati Mungu alifanya mwanadamu kwa mfano wake, mwanadamu akafanya zambi, na baada mwanadamu kufanya zambi, Mungu akasema mwanadamu, umetoka mavumbini na utarudi mavumbini. Manake mwisho ya mwanadamu ikaonekana wakati mwanadamu alipofanya zambi. Sasa mwisho ya dunia inaonekana wakati ambapo mwanadamu pia anafanya zambi kwenye dunia. Kwa hiyo kiukweli Mungu alipatia mwanadamu mwisho. Wakati yenye mwanadamu alizidi kufanya zambi sana, Mungu pia akapatia dunia nayo mwisho. Ndiyo maana Biblia ikasema mkitabu cha Petro, aseme mbingu za sasa na dunia ya sasa imewekwa akiba. Kwa nini? Kwa moto. Jambo la pili, Yesu akasema, aseme mbingu na nchi zitapita, lakini hata nukta moja ya Torati haitafanya nini? Haitapita. Manake tunaelewa ya kwamba mwisho ya mambo yote uko nao, mwisho ya dunia hii uko naona, na mambo yote yenye iko ndani ya dunia ikiwemo wewe na mimi na vitu ambavyo uko naona ndani ya dunia hii vitapita na viko na mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikielezea ya kwamba mwisho ya mambo yote ni karibu, manake niko naelezea kuhusu swala ya ujio wa Kristo, niko naelezea kuhusu swala ya kila kitu kenye uko naona ndani ya dunia hii Mungu anataka kukiharibisha. Wanawake wazuri uko naona kwenye dunia hii mwisho wao umekaribia. Pesa ambazo uko naona kwenye dunia hii mwisho wazo imekaribia. Heshima ambayo uko naona kwenye dunia hii imekaribia. Kila kitu ambacho uko naona kwa saizi mwisho wake umekaribia. Nipatie masikio yako nikusaidie na kitu. Wakati ambapo Petro yuko na ubiri kuhusu habari ya ujio wa Kristo na kuhusu unyakuo wa kanisa na kuhusu mwisho ya kila kitu, Petro akafika sehemu, na sehemu ambapo Petro alifika akaanza ubiri, na wakati alikuweko na ubiri akaambia watu ya kwamba mwisho ya mambo yote inakaribia. Na hapa ndio kuna ujumbe. Wakati ambapo utakuwa na kaa ndani ya dunia hii, elewa ya kwamba kuna sehemu ambapo tutaenda. Elewa ya kwamba kuna nafasi ambapo roho zetu zitaenda pumzika. Elewa ya kwamba mambo yote uko naona kwenye dunia hii kuna siku itapita. Chochote ambacho uko naona kwenye dunia hii kitaisha, maana hakuna kia milele ndani ya dunia hii. Wa milele ni umoja tu, ni Kristo, kwa sababu yeye ni mwanzo na mwisho. Sasa we ambaye uko anisikia, haijalishi uko na huduma ya namna gani katika ama ukubali, kuna mwisho wako. We ambaye uko nanisikia, haijalishi ya kwamba una mume una mke,
ama ukatale, kuna mwisho yako. Ndiyo maana ndani ya dunia hii, unapofanya mema fanya sana, unapofanya mabaya pia fanya sana, unapomtumikia Mungu tumikia Mungu sana, na unapokatala kumtumikia Mungu katala sana, unapotoa sadaka toa sana, na unapokatala kutoa sadaka katala sana, kwa sababu mwisho ya mambo yote imekaribia. Tuko kwenye nyakati ambazo hatulazimishi watu wafanye jambo kwa ajili ya Mungu. Tuko kwenye nyakati hatulazimishi watu waokoke kwa ajili ya Mungu. Hatulazimishi watu waingie kanisani kwa ajili ya faida yetu sisi watumishi. Lakini tuko kwenye nyakati tunapotangaza Injili, tunapompatia mtu neno la Mungu, tunapofanya evangeli, tunahubiri kwa sababu mtu ambaye anayetusikia aelewe ya kwamba kutokuokoka yake haitazuia Mungu asikuye ama Yesu asikuye. Kutokubadilika kwake haitamzuia Yesu asikuye chukua watakatifu. Kutoa yako haitazuia mwisho ya mambo yote yako ndani ya dunia isikaribie. Kadiri ya gisi uko natoa, na kadiri ya gisi uko ajijogeza kwa Mungu, kadiri ya gisi uko nafanya huduma, na kadiri ya gisi uko najijogeza mbele za Mungu. Sasa mwisho kama unakuja, kinachohitajika ni kufanya nini? Haleluya. Haleluya. Si Mungu atusaidie sana. Asa kama mwisho inakuya, kama mwisho ya mambo yote ni karibu, kinachohitajika ni nini? Ni vitu viwili. Jambo la kwanza, jiulize, kama mwisho ya mambo yote imekaribia, matendo yangu iko namna gani mbele za Mungu? Ninaishi namna gani na Mungu? Wokovu niliokuwa nao, je, ni wokovu wa namna gani? Unajua, watu wa kale walipoamua kufanya mabaya walifanya sana na hawakukuwa wanajificha. Watu wa kale wakati walipoamua kufanya mazuri walifanya sana, hawakukuwa wanajificha. Wote ambao walifanya mambo yao mazuri ama mabaya walifanya kwa nguvu, walifanya pasipokuwa na woga ya mtu. Kama kuiba waliiba sana, kama kuhubiri walihubiri sana, kama kutabiri walitabiri sana, hawakukuwa na oga. Ndiyo maana ukiangalia Ukristo wa zamani, watu walijua wako nini. Ukristo wa zamani watu walijua ni kitu gani ambacho kimewafanya waitwe Wakristo. Hapana, Wakristo wa leo tunaingia kanisani lakini huku tunashika dhambi. Tunaingia kanisani huku tunafanya vitendo ambavyo havitoneshi kabisa kama watu ambao wanaomjua Mungu. Kuokoka ni sawa, lakini kuishi wokovu ndo sawa zaidi. Kuishi sawa, lakini kukaa ndani ya wokovu ndo zaidi vizuri. Kufanya huduma ni vizuri sana, lakini kutembelea maagizo ya Mungu ndo vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kama mwisho umekaribia, ikala ujiulize, utumishi wangu na usharati, ulevi, wizi, usuda, uongo, kadhalika na mambo mengine, nitakuwa wapi? Kama mwisho ni karibu, uimbaji wangu na uzinzi, usharati, fitina, chuki, uongo, masengenyo, nitakuwa wapi? Kama mwisho ni karibu, ikala kwanza ujiulize, je, maisha yangu mimi na Mungu, je, yako vizuri? Napenda sana Paulo. Kuna sehemu Paulo akasema, kila mtu ajioji na ajiangalie, je, ninastahili? Na kama astahili
akikula mkate huu wa Yesu, akikula mkate na ukaribia kikombe damu ya Yesu, atakuwa anajipatia hatia ndani ya mwili wake na ndani ya roho yake mwenyewe. Manake tunapomtumikia Mungu, tunapookoka, lakini kuna viungo fulani, kuna tabia fulani ambayo bado haijaokoka kwetu, tunakuwa tunajipatia hatia, tunakuwa tunajihukumu kwenye roho zetu na kwenye mwili wetu, na tunakuwa tunajipatia adhabu tayari. Unaweza kuwa haujashimama mbele ya kiti cha hukumu, lakini tayari mabaya uko nafanya imeshakuhukumu, kwa sababu malipo ya kila mambo iko hapa chini ya jua. Na baada ya kupata malipo ya kila kitu unachokifanya hapa chini ya jua, unaenda pata adhabu ya milele pia. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwisho ni karibu, jiulize, je, matendo yangu mimi na Mungu iko namna gani? Matendo yangu mimi na Mungu iko namna gani? Acha ile Ukristo ya kujionesha kwa watu na huku Mungu hakujui. Acha ile Ukristo ya